Nilikujuza kwamba nitazungumza na mwandishi mwandamizi kutokea pale nchini Kenya. Huyu sio mwingine, natamani kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa nchini Kenya, lakini zaidi tunaona kwamba kundi kubwa la vijana ambao wanafahamika kama Gen Z, lakini hivi sasa limekuja na taswira mpya hasa katika nchi za Afrika Mashariki. Ninaye Collins Kefa hivi sasa. Collins, habari za Kenya na karibu, tuambie hali ipo vipi hapo nchini Kenya? Shukran sana Kimaro, moja kwa moja na kupata hapa toka nchini Kenya. Ikumbuke kwamba leo hii jinsi ambavyo umesema kuna maandamano ambayo yanaendelea sasa hivi nchini Kenya, hususan katika jiji kuu la Nairobi huku. Kwa hivyo huku ni maandamano si ya Gen Z tu, lakini ni maandamano ambayo yanahusiana na mafuta ambayo yaliweza kuongezeka, kama ukipenda bei ya mafuta ambayo yaliweza kuongezeka. Kumbuka kwamba EPRA ambayo ni kama ndio ambayo huwa inaamua na kutangaza kwamba bei ya mafuta itakuwa ni tarehe fulani, pamoja na nikizungumzia mafuta nazungumzia dizeli pamoja na petroli. Kwa hivyo wanatangaza kila tarehe 14 ya kwamba bei ya mafuta itakuwa namna fulani au fulani. Kwa hivyo jambo waliweza kutangaza tarehe 14 iliyopita, zile matokeo ama ukipenda yale matokeo na bei ambazo ziliweza kutangazwa, iliweza kusababisha kwamba wale watu ama ukipenda hawa wamiliki wa magari za uchukuzi, nazungumzia magari ya usafiri wa umma, wakaweza kujawa na ghadhabu sana. Kwa hivyo wakasema kwamba kuelekeza ama kuendeleza shughuli zao kwa ni tatizo. Kwa hivyo imeweza kuzua ghadhabu, na wenyewe wakasema kwamba hapana, wakaweza kutuma notisi ya kwamba hakuna tena kuingia ama hawatakuwa tena wanafanya kazi chini ya mazingira ambayo ni ngumu sana, kwa sababu jinsi ambavyo wanasema bei ya mafuta ama tangu bei ya mafuta iweze kutangazwa na kutumika hivyo, basi itakuwa ni vigumu sana kwa wao wenyewe kuweza kuendeleza shughuli za kila siku kwa mambo ya uchukuzi. Kwa hivyo jinsi mambo yalivyo sasa hivi, maandamano yaliweza kuanza jana, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumatatu jana. Maandamano vile vile yaliendelea hadi leo, japo kumeweza kutangazwa kwamba wataweza kusitisha maandamano haya kwa wiki moja ama tuseme takriban siku 10 hivi kabla ya kuweza tena kurejea kama hawataweza kukubaliana. Ikumbuke kwamba hapo jana maandamano yalipoanza, watu wote ama ukipenda magari zote za uchukuzi, magari yote ya uchukuzi kutoka hapa jijini Nairobi kidogo imekuwa tatizo, hawakuweza kubeba. Kwa hivyo wasafiri wote ambao labda wanafanya kazi mjini kule Nairobi, jijini Nairobi pale, waliweza kutatizika sana kwa sababu hakukuwepo na magari ya uchukuzi. Kwa hivyo iliwalazimu kuweza kubaki nyumbani, na wakasema ya kwamba shughuli hii inapaswa kufanyika kwa umoja ili kwamba serikali ikapate kusikiliza. Ikumbuke kwamba wale watu ambao labda kidogo walikuwa na jaribu kufanya shughuli zao za usafiri walikuwa kisimamishwa, na kwa kesi zingine utapata kwamba kuna magari ambayo pia yaliweza kuchomwa. Wenye pikipiki pia kidogo waliweza kutatizika wakijaribu kubeba watu kuwapeleka labda maeneo tofauti tofauti. Kwa hivyo walikuwa wanasema kwamba maandamano haya yanapaswa kuwa ya moja kwa moja ama ya kila mtu, kunapaswa kuwa na umoja ili kwamba serikali wakapate kuweza kuelewana na wale wamiliki wa magari za uchukuzi wakapata kushusha bei ya petroli vile vile pamoja na bei ya dizeli, ili kwamba kuwe na mazingira ambayo yanaweza kusaidia ama yanaweza kusababisha watu wakapata kufanya shughuli zao kwa urahisi. Kwa hivyo jinsi ambavyo mambo yalivyo sasa hivi, hapo jana hakukuwepo na shughuli kabisa kikamilifu. Niliona baadhi ya picha ambazo ziliweza kutumwa katika mitandao ya kijamii, utagundua kwamba huku jijini Nairobi kidogo kulikuwa kumenyamaza kabisa, yani hakuna watu ambao wanasafiri toka maeneo moja kuelekea nyingine kwa sababu ya tatizo hilo. Unajua wakati ambapo tunasema magari ya uchukuzi hususan jijini humo Nairobi, ni kitu ambacho ama ukipenda ni swala ambalo likiweza kuguzwa linaguza kila sehemu. Unajua kila mtu huku Nairobi anasafiri toka maeneo tofauti tofauti kuja mjini Nairobi kufanya shughuli zao za moja kwa moja kisha jioni, kwa sababu humu jijini Nairobi pia ambapo nakuzungumzia masaa kama ya saa 11 jioni utapata ni rush hour ya kwamba kila mtu anajaribu kurudi nyumbani. Vile vile asubuhi saa 1, saa 12 hadi saa 1 kila mtu ako katika ile rush hour, bado wanang'ang'ana kwenda mjini sasa. Kwa hivyo bei huwa inabadilika kulingana na yale masaa ambayo mtu anatumia kusafiri. Kwa hivyo usafiri ni kitu ambacho kimekuwa ni cha msingi sana hapa jijini Nairobi, na kwa hivyo kuweza kutatizika hivi inamaanisha kwamba imekuwa ni tatizo ambalo limeweza kuguza kila mtu kila mahali.
Sasa Colin, nimekupata vyema kabisa, lakini ningetamani kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho kimeripotiwa mpaka hivi sasa. Mamlaka nchini Kenya zinaeleza kwamba mpaka hivi sasa takriban watu wanne wamekwisha kupoteza maisha, lakini zaidi ya watu 340 na wamekwisha Ndio. kukamatwa, wako vizuizini kwa namna moja ama nyingine. Sasa hali ipo vipi sasa katika hiyo miji ambayo inatajwa Nakuru, Nairobi na sehemu nyingine nyingi za Kenya? Lakini wanasema kwamba biashara kwa sasa zimefungwa katika miji mbalimbali, hasa Nairobi pale, na wanasema kwamba shughuli za kibiashara hazifanyiki. Sasa hali ipo vipi kwa wakazi wa Kenya kuhusiana na masuala mazima kununua mahitaji yao na kuendesha familia kama ilivyo kawaida? Jinsi ambavyo hali ilivyo sasa hivi nchini Kenya, hususan hapa jijini Nairobi, mimi nakupata moja kwa moja toka hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo Nairobi, jinsi ambavyo nimeona, kuna maeneo tofauti tofauti ambayo labda kuna utulivu kidogo, lakini hautaona gari hata moja ambalo ni la uchukuzi likiweza kupita kuweza kufanya zile shughuli za kwao. Vile vile ukitazama labda jijini Nairobi kule katika jiji kuu kidogo ndio kulikuwa na maandamano. Unajua kule ndipo ambapo watu wanafanyia maandamano. Kwa hivyo vurugu ilikuwa ni kwa wingi hapo jana. Siku ya leo pia asubuhi vurugu ilikuwa ni kwa wingi sana. Kwa hivyo watu wamekuwa wakiandamana, na jinsi ambavyo umesema kwamba watu wanne kufikia sasa wameweza kupoteza maisha yao kwa sababu ya maandamano ambayo yalikuwa yakiendelea. Unajua wengi wamekuwa wakikabiliana na polisi. Vile vile kuna watu ambao wamesema tetezi ambazo zinasema kwamba kuna baadhi ya wanasiasa ambao kidogo wanatumia vijana kuweza kuingia pale kuweza kuzua rapsha kidogo, kwa sababu unajua watu wengi wanasema kwamba maandamano hayo ni kama ya kupinga serikali, lakini jinsi ilivyo ni kwamba watu wanaandamana kwa ajili ya bei ya mafuta kimsingi. Vile vile katika maeneo tofauti tofauti kama vile Kisumu, maeneo kama vile Nakuru pia watu wamekuwa kiandamana, lakini haijakuwa ni katika kila kaunti ya humu nchini Kenya, lakini kumekuwa na baadhi ya maeneo, nikizungumzia jiji la Nakuru, Kisumu kule, huku jijini Nairobi ambapo ndio kumekuwa kama maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea, na tunatarajia kwamba hali itaweza kutulia, kwa sababu nafikiri makubaliano yataweza kuafikiwa. Ndivyo ambavyo tunatumai. Ikumbuke kwamba hapo jana waziri wa Kawi Opiyo Wandayi aliweza kuzungumza, na baada ya kutoka, unajua walizungumza baada ya kutoka kuzungumza na wale wamiliki na mkipenda wadau ambao wamesimamia mambo ya usimamizi kidogo wa magari za uchukuzi na anazungumzia usafiri wa umma. Kwa hivyo walikuwa wamezungumza hapo siku ya jana, na jinsi ambavyo Opiyo Wandayi alikuja moja kwa moja akizungumza na vyombo vya habari kwenye televisheni, akasema kwamba mweza kukubaliana, lakini sasa wakati huo unajua katika mazungumzo hayo na mmoja wao wa wale wadau aliweza kusimama akasema ya kwamba bado hatujazungumza, tumezungumza ndio, lakini bado hatujakubaliana. Kwa hivyo yale mazungumzo yamekuwa yakiendelea, na walisema kwamba mazungumzo ndio unazidi kuendelea, kusemekana ya kwamba yataweza kusitisha kwa kipindi kifupi kabla ya kuweza labda kurejea tena kuangalia kama shughuli zitaendelea kwa kawaida, lakini siku ya kesho tunatarajia labda mambo yatakuwa tofauti kidogo, kwa sababu ya yale makubaliano ya kitu kama wiki moja hivi, kuangalia kama zile bei zitaweza kushughulikiwa. Collins, ninafikiri kwamba mtazamaji naye pia anaelewa kile ambacho tunakizungumza kuhusiana na hali hapo nchini Kenya, lakini nikiangazia katika historia ya Kenya mwaka 1990 inatajwa kama ndio mwaka pekee ambao nchi ya Kenya ilikuwa na maandamano makubwa kabisa ambayo yanatafsiriwa kama maandamano ya Sabasaba. Lakini hebu nipe angalau tofauti kidogo, sababu umesema sasa hivi mji mkuu wa Kenya hasa Nairobi pale watu hivi sasa wako ndani, lakini hali bado haijakaa vile ambavyo inapaswa kukaa. Sasa tuambie utofauti wa maandamano yale ya mwaka 1990 na mwaka 2026 ambapo wananchi wengi umesema kwamba wananchi wanashinikiza kwamba serikali hii hawahitaji, lakini sio chachu ya kwamba hali ni ngumu nchini Kenya. Hebu tufahamishe kuhusiana na hichi angalau mtazamaji aweze kuelewa zaidi. Unajua wakati ambapo tunazungumzia maandamano ya Sabasaba kidogo kule kulikuwa na ndio maandamano ambayo yalikuwa makubwa zaidi, lakini pia kulikuwa na maandamano ya Gen Z ambayo ilikuwa ni mwaka 2024. Ile ilikuwa ni maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Kwa hivyo maandamano yamekuwepo hapa nchini Kenya, lakini tukizungumzia maandamano ya kupanda kwa bei ya mafuta
hatuwezi kulinganisha na maandamano ya Sabasaba. Kidogo maandamano ya kupanda kwa bei ya mafuta haijashika kasi sana ukilinganisha maandamano ya mwaka 2024 ambayo ilikuwa ikiongozwa na vuguvugu la vijana wa kizazi cha Gen Z ambao walikuwa kipinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Kwa hivyo hali ilivyo sasa, nafikiri kufikia sasa si mbaya sana, kwa sababu maandamano yenyewe yalikuwa ni ya amani, japo kidogo kumetokea vurugu kidogo, lakini maandamano hayaja kuwa mbaya sana. Nafikiri wanazingatia kwamba maandamano haya ni ya amani, japo kumekuwepo na maafisa wa polisi ambao wametumwa maeneo tofauti tofauti ili kuweza kulinda amani. Shukrani sana Collins Kefo ukitokea hapo Nairobi nchini Kenya. Sasa sidhani kwamba napaswa kukuacha hivi bila kufahamu vipi kuhusiana na uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka 2027 hapo nchini Kenya, lakini tunamuona Rigathi Gachagua ambaye hivi sasa amekuwa akizungumza vikali zaidi kuhusiana na serikali ya William Ruto. Sasa tuambie nafasi ya Rigathi Gachagua katika kuhakikisha wananchi wanatoka hadharani na kupigania haki zao, hasa katika msimu huu ambapo anasema gharama za maisha zimekuwa juu, tukiangazia na masuala mazima ya nauli zimepanda, gharama za maisha na vitu vingine kama hivyo. Nafasi ya wanasiasa nchini Kenya kuhakikisha kwamba maisha yanarejea katika hali yao ya kawaida, lakini pia ukiangazia zaidi katika uchaguzi mkuu unaopaswa kufanyika mwaka 2027. Nafikiri tukizungumzia 2027 tunasalia na mwaka mmoja, na bila shaka kuwa ni Rais William Ruto atakuwa anatafuta kura za kuweza kumwongoza kufanya ama kuendelea na shughuli zake katika ofisi ya rais hadi mwaka 2033, lakini 32 kunradhi. Lakini jinsi ambavyo tunazungumza kidogo, uchaguzi wa mwaka 2027 tunatarajia labda itakuwa ni tofauti kidogo, kwa sababu upinzani wameamua kuja pamoja na wanasema kwamba wataweza kusababisha ama kuweza kutoa kiongozi ambaye atakuwa ni mmoja peke yake ambaye atakuwa anatumika ama ataweza kupambana na Rais William Ruto. Lakini jinsi ambavyo tunaona Gachagua amekuwa akiendelea na shughuli za kwake, akienda maeneo tofauti tofauti, hususan maeneo ya milima, akisema kwamba akichochea ni siasa ya kuweza kumpinga Rais William Ruto. Vile vile Ruto pia amekuwa akiendelea na shughuli za kwake ya kuweza kuonesha jinsi ambavyo ameweza kufanya utendakazi wake. Vile vile kumekuwa na viongozi tofauti ambao wamekuwa wakizungumza kama vile Kalonzo Musyoka, Wiper, kumekuwepo na Matiang'i mheshimiwa ambaye pia amekuwa akizungumza. Ikumbuke kwamba huyo ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi katika chama cha Jubilee na bado yuko tu pale ndani ya chama cha Jubilee. Kwa hivyo maandamano ama ukipenda shughuli za uchaguzi tunatarajia labda yatakuwa ni zaidi ama yatakuwa inaendelea sana kuhusiana na zile kampeni, unajua